Ukisikia mpira wa miguu una maajabu yake ndo haya hapa. Kwanza nimpongeze Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, Wallace Karia, kwa kutuletea kitu ambacho watu wengi kimekuwa kikiwafurahisha na kuwavutia, lakini wachache wao imekuwa ni maumivu. Sio kwamba mpira wa miguu umekuja kubadilishwa na system ambayo imeletwa na Rais wa Shirikisho la Mpira kimekuja kuharibu mpira wetu, kama jinsi komenti za watu zinavyozungumza. Teknolojia tunaipenda na tunaipenda iendelee. Tulitamani VAR, lakini imekuja video support ambao ni mbadala wa VAR. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ni mechi ya 3 mfululizo wanaibuka na ushindi, pia wamekuwa wakiibuka na kadi nyekundu kila mechi. Mechi iliyopita Duchu alifanya kosa kama hilo. Mechi ya leo Jabbar anafanya kosa kama hilo. Makosa kama haya sio makosa ya wachezaji wa timu kubwa. Hatukatai kwamba rafu zipo na nini, lakini unnecessarily ni rafu ambazo hazivumiliki. Ukiangalia hii aliyoifanya Jabbar haikuwa na sababu yoyote ya msingi, na sio rafu ya mpira wa miguu. Rafu za mpira zinajulikana, umemrukia mtu, umemkata mtu, hiyo ni rafu ya mpira wa miguu, kwa sababu ni miguu kwa miguu imehusika. Lakini ukienda kupiga kiwiko, ukienda kuruka kama Shaolin Temple, hiyo haikubaliki, na kwanza unawaumiza wenzio, kwa sababu mpango ni kucheza 11. Wewe ukipewa kadi nyekundu, maana yake unawapa mzigo wenzio wa kucheza pungufu, lakini unaigharimu timu, na haitoshi, unaigharimu timu katika mechi inayofuata, kwa sababu kama mchezaji wa kwanza aliibuka na kadi nyekundu alikuwa ni David Kameta Duchu. Mechi ya pili ameondoka nayo Ibrahim Jabari, ambaye na yeye alipata kadi nyekundu. Leo hii kadi nyekundu amepata Mrigo. Kadi nyekundu katika michezo 3 mfululizo ya Simba Sports Club imekuwa na mjadala mkubwa. Mabeki wao wamekuwa wakicheza rafu ambazo si za kiungwana katika mchezo wa mpira wa miguu. Ukiangalia rafu ambayo alicheza David Kameta Duchu, baada ya kuataki mpira akaweza kumpiga kiwiko, na refari aliamua kwenda kuangalia katika video support na kutoa kadi nyekundu pasipo kujiuliza mara mbili, baada ya kuiridhisha katika video support. Na kadi ya pili ambayo alipata Jabari, ukiangalia Jabari aliruka staili ya kung fu, yani aliruka mguu ambao ulipita usawa wa kichwa cha mchezaji mwenzie, kitu ambacho kilihatarisha maisha ya mchezaji mwenzake. Na kadi ya 3 ambayo amepata Mrigo baada ya Singida Black Stars kuchukua mpira, hivyo Mrigo akaamua kucheza rafu ambayo ilikuwa ina sababu, kwa sababu mchezaji alikuwa tayari ashamwacha. Haikuwa na sababu ya kumchezea mchezaji nyuma, kitu ambacho kinahatarisha maisha. Aliamua kwenda kufika miguu, huku mchezaji alikuwa